Alright. Karibu sana kwenye free masterclass. Nitakufundisha jinsi ya kutengeneza angalau milioni 3 kupitia mtandao wa kijamii especially Instagram. Hii huwa naita mwaka 2026 2026 money plan. So katika masterclass hii tutajifunza exactly kitu gani kinafanya kazi na nini ambacho hakifanyi kazi na nini unatakiwa kuweza kufanya. So kabla sijaanza kukuonesha nini cha kufanya, ningependa niweze kujitambulisha kwako na kwa nini unisikilize na kwa nini uweze kufanyia kazi kila ambacho nakufundisha. So by the way, naitwa Mentor Charles, naishi Goba, Dar es Salaam, na hii ndio story yangu kwa ufupi. Mwaka 2021 I was nobody, nilikuwa zero, nilikuwa sifuri na sikuwa na chochote cha kufanya, lakini good news ni kwamba niweza kupata hii fursa ya biashara ambayo imeweza kubadilisha maisha yangu 100%, naweza nikasema, kwa sababu sikuwa na uwezo hata kutengeneza pesa. Hata maisha ambayo nilikuwa naishi kama unavyoona hapa yalikuwa ni maisha ambayo ni magumu. So mimi ni nani na kwa nini unisikilize? Mimi ni mentor na wasaidia vijana kama wewe kuweza kuingiza online income na kutengeneza kipato zaidi ya milioni 1 mpaka milioni 3 especially kupitia Instagram kwa kutumia mtaji mdogo sana. Na si hivyo tu, nimeweza kuwasaidia zaidi ya vijana wasiopungua 50 mwaka 2025. Na si hivyo tu, lakini pia ni mfumo wa biashara ambao unanitengenezea zaidi ya milioni 10 kila mwezi. Do you understand? Zaidi ya milioni 10. Kwa ni kitu ambacho actually sio cha kubahatisha, ni kitu ambacho nakiishi kila siku na kinaendesha maisha yangu na naishi maisha ambayo nasaidia. Kwa hata wewe, haijalishi uko wapi, ni mwajiriwa, unafanya kazi, ni mjasiriamali, mfanya biashara, kama utafanyia kazi kila ambacho nitaenda kukufundisha na kugarantii 100% au 50%, utaanza kuona matokeo kama utaweza kuimplement. So kama ambavyo najivunia kupata hii fursa ya biashara, nimeweza kusaidia vijana wengi kama unavyoona hapa. Ni baadhi ya vijana ambao nimeweza kuwa sponsor kwenye biashara, nimewapa fursa, nafanya nao kazi. Kwa I proud of this business kwa sababu naona ndoto za watu wengi zinaenda kutimia kwa sababu ya maamuzi ya siku moja ambayo niliweza kuyafanya. Kwa hata wewe kama uko serious unataka kubadilisha historia ya maisha yako na maisha ya watu wengine, make sure unasikiliza na unachukua hatua mara moja. So bila kukuchelewesha na kukupotezea muda, nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu ni moja ya biashara ambayo pia imeweza kunisaidia kuweza kuachieve one of my dream, na experience kwenye hii biashara just almost 3 years, miaka 3 sasa. Kwa hiyo nimeweza kuachieve, as you see, this is my amazing dream car ambayo nimeinunua ndani ya mwaka mmoja tu, mwaka 2025. So hata wewe kama una ndoto ya kuachieve gari, maybe hii itakuwa ni sehemu sahihi ya wewe kuweza kufanikisha hilo. So part ya kwanza kabisa ambayo tunataka tuenda kujifunza ni kuhusiana na mindset, yani kubadilisha mtizamo wako. Huu ni uongo unaoua vijana wengi sana. Inawezekana hata wewe unaendelea kukuua kimya kimya pasipo kujua. Yani ni kwamba vijana wengi au watu wengi tunaaminishwa kwamba ili uweze kufanikiwa unahitaji uwe na mtaji mkubwa sana. Umeona? Lakini pia unahitaji uwe na bidhaa yako wewe mwenyewe, utengeneze bidhaa ili au ununue bidhaa somewhere alafu then you make money. Kumbe katika uhalisia sio lazima. Ingawa ukiwa na mtaji mkubwa inakupa chance ya kufanikiwa zaidi, na ukiwa na bidhaa yako unaweza ukatoboa zaidi. Lakini pia watu wengi wanaaminishwa kwamba Instagram imejaa ushindani, watu hawawezi kutengeneza pesa mtandaoni au Instagram. Huo ni uongo ambao unawafanya watu waendelee kuwa maskini. Lakini ukweli ni kwamba pesa online hazitoki kwenye bidhaa au kwenye kuwa na mtaji mkubwa ndio uweze kufanikiwa. Kinachohitajika ni kuwa na ufanisi, kuwa na system, ujuzi, skills ambazo zitakusaidia wewe kuuza. Sasa na huu ndio mfumo sahihi wa biashara unaoniingizia zaidi ya milioni 10. I'm talking about 8 figures kila mwezi kwenye hii biashara. Kama unavyoona hii hapa ni pesa ya mwezi mmoja tu ambayo naitengeneza kwenye hii biashara. Kama unavyoona hizi ni receipt, hizi miamala ya receipt ambayo napokea every single day kwa kuuza hizi
aina ya bidhaa ambazo naziuza ambazo naenda kufundisha pia. As you see hapa, hii ni miamala ambayo naipokea 300,000. Hii imeingia, ilikuwa tarehe 26, umeona? Kama unavyoona hapa ni miamala ambayo naingiza kila siku kwenye hii biashara 299,000. Na nitakwambia kwa nini mteja analipia 299,099 na sio 300,000. Nitafundisha namna ya psychological customer jinsi wanavyofikiria. Lakini pia kuna miamala ni mingi kama unavyoona. I make a lot of money kwenye hii biashara. Tarehe 25 mwezi huu Disemba 2025, hii ni miamala yote 300,000 imeingia, 300,000, 299,000. Yeah, so kuna miamala mingi ambayo naendelea ku receive kwenye hii biashara. Sasa kuna aina kuu mbili za biashara, na wengi hapa ndo tunachanganya madesa, ndio maana tunashindwa kuprogress na kupata matokeo mazuri zaidi. Aina ya kwanza ya biashara, na nataonesha utofauti wake. Pengine hata wewe uko kwenye aina hiyo ya biashara, ndio maana upati matokeo au vuki hata milioni 2 au 3 au 5 kwa mwezi. Sasa biashara ya kwanza inaitwa commodity business, na wengi ndio tuko hapa exactly kabisa. Yaani inamaanisha kwamba unauza kitu ambacho kila mtu anakiuza sokoni. Sasa unadhani kama unauza kila kitu ambacho mtu anakiuza, unatarajia nini? Maana unatarajia kwenda kushindana. Ndio maana wengi wanashindana kwa bei, na kosa kubwa ambalo linawafanya endelee kubaki pale, hawana skills, hawana ujuzi. Hiyo ndo big mistake ambayo wanakuwa wanayo. Lakini tuchukulie mfano, kuna mfano unauza bidhaa, yani hauna authority kwenye product au kwenye soko, yani hauna mamlaka ambayo yanaweza kaamua wewe uuze kwa bei unayoitaka. Lakini aina ya pili ya biashara inaitwa expert business, na hapa ndipo pesa zilipojificha. Na watu wengi hatujui, yani biashara ya kitaalamu. Hapa hauuzi product as product, unachouza ni skills, unachouza ni matokeo ya yale mteja anayotaka kuyapata. Lakini pia unauza information, taarifa, umeelewa? Pamoja na sales mechanism system ambayo imekuwa proven kufanya kazi. Guys, this is amazing, this is a fantastic system ambayo inaweza kukusaidia kutengeneza pesa masaa 24 hata kama umelala guys. Na hapa haushindani bei, kwa sababu bei ndio unapanga wewe, kwa sababu mteja anachonunua hapa ni ujuzi na taaluma na taarifa ulizomzia. Anakuamini wewe, sio bidhaa yako wewe. Do you understand? Kwa hiyo wateja wao ndo wanakukimbiza na pesa zao wakitaka bidhaa yako. Guys, hii nasema kutoka moyoni, kwa sababu ni kitu ambacho every single day mimi nakiishi. Mteja anakuja, anakubembeleza, anataka uweze kumhudumia wewe. Do you understand? Kwa hiyo tutatengeneza huu ujuzi ili tuweze ku make sure tunafanikiwa zaidi. Na lengo la masterclass hii ni wewe kukutoa kwenye commodity business kwenda kwenye expert system ambayo nitakuonesha. Sasa katika moduli ya kwanza kabisa hapa tunaenda kujifunza kufungua mindset. Hii inaitwa Blocks Unlock Mindset. Sasa ili mtu apate matokeo makubwa kwenye biashara au maisha, kitu cha kwanza kabisa guys, kinachotakiwa kurekebishwa sio mtaji, sio bidhaa, ni mtizamo wako wewe. Na kuna vitu vitatu vikubwa ambavyo vinakuasili, ndio maana umebaki hapo katika mtizamo wako. Na si wewe tu, watu wengi, hata mimi nilikuwa hivyo. Lakini kwa siku ya leo na bahati kubwa, kwa sababu tunaenda kublock hizo mitizamo ambayo ni hasi, ambayo ni poor mindset. Sasa na kitu cha kwanza kabisa hii inaitwa doubts, yani mashaka. Watu wengi, mashaka ni mawazo hasi yanayokuja kabla hata hujaanza kufanya chochote. Yani yawezekana hata wewe leo hii upo hapo unabofya kuja kwenye tangazo langu, bado una mashaka, huyu je, sio tapeli kweli? Huyu ni mtu sahihi? Umeona? Mfano, mtu anapokuwa na mashaka kwamba, nitakupa mfano tu mrahisi ambao watu wengi tunaishi. Mtu anapokuwa na mashaka kwamba mpenzi wangu atanisaliti, anaanza kuwa mkali, kuwa na wivu, kutokuamini. Yaani ukimtilia wasiwasi za mpenzi wako kwamba je, huyu atanisaliti kweli, kwa hatua inayofuata maana yake ni kwamba unaanza kuwa mkali juu yake. Kitu kidogo tu unakuwa mkali, unakuwa na wivu ambao umepitiliza. Kuwa na wivu sawa, lakini sasa unakuwa na wivu ambao umepitiliza na unashindwa kumwamini, unakagua simu. Sasa mwisho wa siku nini kinatokea? Nisikilize kwa makini. Mwisho wa siku tabia zake mwenyewe zinaanza kumsukuma mwenzake kumsaliti kweli, kwa sababu ni kitu ambacho hafanyi. Anaanza kufikiria, je, labda nifanye kweli, kwa sababu tayari unamhisi hivyo. Kwa hata wewe tukija hivyo hivyo kwenye biashara, ukianza na mashaka, hii haitafanya kazi. Unaanza kuidoubt wewe mwenyewe, je, hii itafanya kazi kweli? Huyu sio tapeli?
huyo umeona tayari sasa. Mwisho wa siku mindset yako inakuwa hivi, inakuwa locked. Unaanza kujiuliza kwamba soko limejaa ushindani na vitu kama hivyo, mimi siwezi. Unajitilia doubt, yani wasiwasi wewe mwenyewe binafsi. This is a very bad. Hii ni mbaya. Tabia zako zinahakikisha kweli upati matokeo, yani tabia ambayo umeidevelop. Umeona? Kwa kuanzia leo anza kuvunja hizo tabia ili tuweze kumove. Na point ya pili hii inaitwa beliefs, imani zinazokuzuia kuchukua hatua. Umeona? Beliefs ni mambo ya ulioamini kwa muda mrefu ambazo pengine tumeaminishwa ndugu, jamaa na marafiki, wazazi, umeona, kutoka kwenye familia, mazingira tunayoishi. Mfano wa beliefs ambazo zinazuia mtu anaanza kujiuliza, pesa ni ngumu sana, maisha ni magumu sana, jamani nini wa hivi hivi. Umeona? Yaani tayari wewe mwenyewe una imani ambazo zinakufanya uendelee kubaki hapo. Kuna watu guys wana uwezo mkubwa, lakini tu kwa sababu ya wao wamezaliwa familia maskini, kwao hawana uwezo, kwao hawana pesa, kwao hawana maisha, tayari na yeye anajitengenezea kwamba na mimi ni wa hivi hivi. Guys, you have to move up. Unatakiwa uondoke kwenye huo mtizamo wa kimaskini na hizo imani zivunje. Kuna wengine ambao leo hii pengine tumekaa nyumbani tumeshindwa, tunasema kwamba biashara mtandaoni ni matapeli. Hiyo ndo mindset na imani ambazo tumepandikizwa, wakati kuna vijana wadogo they are making millions of money guys. Watu wanatengeneza millions of money. Nitakupa mfano. Mimi nilipokuwa naenda kuagiza gari yangu nililipia almost milioni 18 hivi, sababu nalipa nusu na zikatumwa, yani gari nasafiri ndani ya mwezi mmoja na siku kadhaa. Sasa watu wakaza, wewe unaagiza gari huko, si umelipia na gari hujaiona. Mbona hizo ni imani ambazo watu wengi hata kwenye hizi biashara za mtandaoni tunaziweka katika kategori hiyo. Kumbe ni kutokujielewa na kujitambua. Lazima uwe na mtaji mkubwa. Wengine wanaamini lazima uwe na mtaji mkubwa ndio ufanikiwe. Huo ni umaskini. Imani hizi zinakurudisha nyuma bila wewe kujua, na zinakuua kimya kimya. Unaendelea kubaki hapo na miaka zako 20, miaka 25, 30 na hauna uwezo, huna biashara iliyosimama yenye kufanya utengeneze hata milioni 10 kweli. Sikubali bwana. Hatua ya tatu au imani nyingine ambayo tunasema hii inaitwa faith au imani chanya. Hii ndo positive mindset. Faith ni imani kwamba hiki ninachokifanya kitafanya kazi 100% hata kama bado hujaona matokeo. Trust me. Hii ni imani ambayo ina nguvu sana. Watu waliofanikiwa waliendelea hata walipokosa matokeo mwanzoni, wanapokuwa wanaanza. Nakumbuka unapoanza kitu usitarajie kuwa na matokeo makubwa kihivyo. Umeona? Waliamini kwenye mchakato, process, na sio matokeo. Kwa hiyo hichi kinaitwa long term mindset, fikra za muda mrefu. Ukweli ni kwamba kila kitu hufanya kazi kama utakipa muda na juhudi. Umeona? Watu wengi hushindwa si kwa sababu mfumo mbaya au biashara mbaya, ni kwa sababu hawaipi muda na hawawekezi kwenye vitendo na action zaidi. Umeona? Sasa siri kubwa kuna siri moja inaitwa compound effect. Sasa siri hii maana yake matokeo makubwa yatokei ghafla haraka, yanajengwa kwa kufanya vitu vidogo vidogo. Umeona? Mfano labda kama mtu anafanya gym, akiwa anaenda gym unatarajia utanuke siku moja. You have to give time. Upo kwenye afya, labda unaumwa nini, umeenda hospitali, unatakiwa utumie dawa kwa muda fulani ili uweze kupata result. Do you understand? Kwa ukifanya kitu mara moja hakuna kinachoonekana, maana yake ni kwamba inatakiwa ufanye mara 2 mpaka mara 3 zaidi. Are we together guys? I hope unanipata vizuri hapa. So tuingie katika moduli ya pili. Hapa tutajifunza kutabiri kiwango cha pesa utakachotengeneza mwaka 2026. This is amazing model ambayo inatakiwa uweze kuielewa. Guys, usiishi kama mbuzi, ishi na plani. Umeona? Ili kufanikiwa kifedha huwezi kuacha pesa ije kwa bahati. Lazima uwe na hesabu halisi, uwe na namba. Tunasema pesa is just the number of games, like you are playing games. Na hatua ya kwanza kabisa, andika nataka kutengeneza pesa kiasi gani ndani ya mwaka 2026. Kwa chukua daftari na kalamu hapo, just written hapo, andika kiwango ambacho unawishi kutengeneza hata kama hauna. Trust me, this is amazing. Umeona? Hata kama you have no money. Nitakupa mfano. Mwaka 2023 mimi niliweza 2024 niliplan kununua gari langu. Sikuwa na pesa nyingi actually, lakini niliandika nataka kununua gari yenye zaidi ya milioni 40 aina fulani na 1, 2, 3. Kwa hata wewe andika hapo. Sasa
Chukulia mfano hapa, nikupe mfano mrahisi tu. Unawishi kutengeneza milioni 100 mwaka 2026. Sasa kitu ambacho ukishaandika hatua inayofuata au step namba 2, gawanya kwa miezi 12 ili ujue kila mwezi unatakiwa uingize shilingi ngapi. Almost hapa inakuwa 8 million.3 kwa mwezi. Na step ya 3 unachagua kitu unachotaka kukiuza. Guys, wanasema hivi pamoja na bei yake. Pesa kwenye mtandao wa kijamii au ukitaka kufanikiwa ni lazima uwe na kitu unakiuza, uwe na bidhaa au huduma unayoiuza. Nje na hapo wewe labda utakuwa unafanya sui nini, labda wewe unatapeli na vitu kama hivyo, lakini you have to sell something. Hizo unauza ujuzi, unauza taaluma, unauza bidhaa, unauza whatever. Nitafundisha huko nini ambacho inatakiwa kiuzike zaidi. Sasa baada ya kujua okay, bidhaa unayoiuza tayari, tuwashumu una bidhaa tayari. Kama huna, maana tutakufundisha namna kupata bidhaa huko. Sasa mfano bidhaa yako au huduma yako unapata faida shilingi 100,000. Maana yake unachotakiwa kufanya ni kuchukua hiyo milioni 8.3 unagawa kwa 100,000 ili ujue kwa mwezi inatakiwa uuze bidhaa ngapi. Kwa hiyo almost hapa tunapata 83 product au huduma ambazo utaweza kuziuza ndani ya mwezi mmoja ili uweze kufikia milioni 8.3. Kwa hiyo unahitaji kuuza bidhaa hizo kwa mwezi. Sasa muhimu sana, kitu cha muhimu cha kuzingatia hapa ili ufikie malengo yako ya mwaka ni lazima uuze kitu guys. Lazima uuze huduma au bidhaa. Nje na hapo ni ngumu kuweza kutoboa na utaendelea na maisha yale yale. Sasa issue ni kutokuwa na, unaweza kuwa na bidhaa, sasa unatumia njia gani za kuweza kuiuza? Ndio nitafundisha huko mbele. Na moduli ya 3 hapa tunajifunza jinsi ya kutambua biashara itakayofanikiwa, kwa sababu hii ni moja ya somo muhimu sana. Watu wanaanza biashara kwa kutumia hisia zao wenyewe binafsi na bila kufanya utafiti na kujua bidhaa gani inafanya vizuri, ina wateja, ina uhitaji sokoni na kufanya research kuhusiana na wateja. Sasa kuna key point ya msingi sana ambayo tunasema product hotness, emotional demands. Yani guys, moja kati ya bidhaa au huduma ambazo zinauza sana duniani na watu wanakuwa mabilionea, lazima product yako iwe inagusa hisia guys, iwe inagusa emotional. Yani hamnaka kitu chenye nguvu kama hisia. Ndio maana anasema watu wanafanya maamuzi kwa kutumia hisia na sio logic. Do you understand? Sasa emotional demand inakuja kupitia uraibu, addictive au hazi fulani, kujiona wa kipekee na kuondoa hofu, aibu, maumivu au tamaa fulani ambayo watu wanatamani kuiondoa. Nitakupa mfano sigara, pombe, bangi. Watu wanajua kabisa ni hatari kwa afya na haziruhusiwi, lakini bado wanatumia kila kukicha. Do you think why? Sasa ni kwa sababu ya hisia, uraibu na pamoja na kujiona watu fulani wa pekee. Key point ya pili, lazima bidhaa unaoiuza au biashara unaofanya iwe scalable, scalability, yani uwezo wa kupanuka. Ndio maana wewe unaweza kuwa unafanya biashara yako, unauza viatu, nguo, whatever, na unatengeneza vifaida 50,000, 1000 ngapi kwa siku au kwa mwezi, lakini maisha yako miaka 100 unatengenezaga tu hiyo hela na haipanuki biashara yako, haikui. Yawezekana ni wewe. Kama ni wewe, niambie hapo chini kwamba ni mimi. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu bidhaa au huduma unayouza sio scalable, haina scalability, yani haina uwezo wa kupanuka. Biashara ndogo siku zote huwa haipanuki na faida haiwezi kupanuka. Sasa biashara inayopanuka hii inaweza ikakupa faida mara 2, mara 3, hata mara 10 zaidi baada ya wewe kuweza kuiuza. Kwa make sure angalia kwamba unafanya biashara gani na hiyo biashara yako ni scalable. Nitafundisha kwenye program zingine namna ya kuscale biashara kutoka 500,000 mpaka milioni, milioni 2, milioni 3, 4 na kadhalika. Sasa moduli ya 4 hapa tutajifunza kufungua. Sasa hapa tunaingia kwenye sehemu yenyewe sasa guys, ya kuanza kutengeneza pesa especially kwenye mtandao ya kijamii au Instagram. Jinsi ya kufungua akaunti yako ya Instagram step by step. Sasa step ya kwanza, fungua akaunti yako mpya. Usitumie ya akaunti yako binafsi ambayo ina mambo yako huko umejaza vichekesho na nini whatever. Fungua mpya, na kufungua ni rahisi tu, nitaonesha hapa. Sasa ukishafungua akaunti mpya, usitumie akaunti ya picha zako binafsi. Umeona? Usichanganye maisha binafsi na biashara. Hiyo iwe ya kibiashara tu. Nitakupa mfano nikija hapa, ngoja nije hapa Instagram uone. This is my account. Umeona?
Yes, Mkwanja Online, hii ndo akaunti yangu ya kibiashara. Sasa ukisoma hapa nitaelekeza kwenye bio. I'm just showing you na kuonesha tu ili uelewe what does it mean. Sasa sababu algorithm za account ya Instagram huwa zinamsoma mtu ambaye anadili na kitu kimoja. Inaweza kawa elimu, biashara, afya na kadhalika. Lakini sasa hatua ya pili utachagua chagua jina sahihi au name. Hii pamoja na username. Kwa kuna kitu kinaitwa jina na username. Kwa ingia hapo kwenye Instagram yako sasa hivi. Formula ya kuandika jina au kuchagua jina ni hii hapa, rahisi tu. Umeona? Unaelezea tatizo, matokeo pamoja na audience wako unayetaka kumtarget. Kwa mfano, tuashumi niko soko la afya. Na kwa nini afya? Naenda kuzungumzia afya zaidi kwa sababu afya ndo kama tulivyoona hapo, soko lenye hisia kali, lenye maumivu, lenye hofu, aibu, na watu wanapitia maumivu makali. Ndio maana kutengeneza pesa ni rahisi kama kumsukuma mlevi. Sasa username yako inatakiwa iwe hivi: nguvu kwa wanaume, yani short and clear, inafahamika. Punguza tumbo kiasilia, umeona, afya na maisha bora. Sasa jina likisomwa mtu ajue kabisa hapa anajifunza nini. Kwa mfano ukija hapa kwenye akaunti yangu, just very easy. Ukija hapa utaona kabisa hapo jina hilo hapo ni Charles Online Income Coach, hilo jina lake. Lakini ukija hapa juu unaona kuna hiyo Mkwanja Online. Maana yake hiyo ni username ya kwangu. Tayari mtu akishaingia hapa anajua hapa naenda kujifunza vitu gani. Are we together? Na step ya tatu hii inaitwa profile setup au bio inayouza. Bio ni maelezo machache kuhusiana na kile unachokifanya na jinsi ya kuandika bio. Wewe ni nani, unasaidia nini, tatizo gani? Unaweka CTA. CTA ni call to action, kumfanya mtu afanye chochote. Ndio maana ukiingia hapa akaunti yangu utaona kabisa na usaidia vijana miaka 25 35 kutengeneza milioni 3 online bila mtaji mkubwa. Umeona? Bio maana yake ni maelezo machache kuhusiana na unachokifanya. Mtu akiingia anajua kabisa wewe unadili na nini. Lakini hapa kuna CTA, nimemwambia bofya hapa kujifunza. Maana yake hapa kuna akikiliki hapa kuna website, ataingia atapata taarifa zangu. Lakini pia naweza nikasearch account yangu nyingine ambayo nafanyia biashara especially afya, kwa sababu mimi niko kwenye afya. Yes, hii hapa inaitwa Tiba Kiboko. Tiba Kiboko. Yes, namba 1 hii hapa, amazing. Umeona na follow zaidi ya 36.3k. Guys, this is amazing business ambayo inatengeneza millions of money. Hii ni moja kati ya account yangu iko very powerful na ina conversion kubwa sana. Sasa ukiangalia hapa kuna jina Charles Peter, male dysfunction coach. Umeona, I help men who have lack of male strength ever make it to stop and whatever. Umeona, male sex, nutritional program, psychology. Learn more. Umeona, nimeweka linki hapo mtu anaweza kasoma. Umeona? Yeah, sasa ni vitu kama hivi, just showing you. Sasa na wewe fanya, pangilia hivyo. Lakini pia nimekupa mfano hapa. Na baada ya hii nitakutumia, utaisoma kwa vizuri zaidi. Huenda naenda haraka haraka. Lengo guys ni uelewe. Lengo ni wewe uelewe, sio nimalize. Sasa mfano unaweza kaandika elimu ya afya, ushauri wa asili, tunasaidia wanaume kurejesha nguvu, jifunze hapa. Ukaweka aidha namba ya WhatsApp au piga hapo. Umeona, bio si ya kupendeza, ni ya kumfanya mtu achukue hatua mara moja baada ya kuelewa kile ambacho anafanya. Sasa hatua ya 4 hii inaitwa unabadilisha kuwa professional account. Professional account. Sasa namna ya kufanya, unaingia setting, unaenda account, switch to professional. Sasa nikija hapa sasa mimi hapa ya kwangu kwa sababu tayari iko professional. Ukija hapo unakuja hapa juu kuna sehemu unakuja hapa kuna edit profile, ukishuka hapa chini umeona personal information setting. Kwa hiyo ukikiliki, kwa sababu mimi nanionyesha hivi kwa sababu tayari manake tayari hii iko katika mfumo wa business. Umeona, ili ikiwa account mpya nitakuonesha jinsi ambavyo inakuwa. Kwa baada hapo unachagua, kuna sehemu unachagua educational health. Kwa mfano mimi hapa nikija hapo utaona. Umeona, let's show you hapa. Umeona category, kuna sehemu ya digital creator, mimi ni digital. Unaandika kama ni health utachagua hapo ni afya. Lakini pia inakuwa ni hivyo. Moduli ya 3 kama tulivyoona hapa, ya 4 ni kujifunza jinsi ya kufungua account. Mezi kwa ingia kwa Instagram yako then ufungue. Sasa moduli ya 5 jinsi ya kuchagua soko la afya kitaalamu zaidi. Na mimi nafundisha especially kujikita kwenye afya kwa sababu
huku ndo kuna pesa nyingi guys. Sasa tunasema afya ni niche, sio niche pekee, ni industry kubwa sana ambayo inatengeneza zaidi ya 4.4 billions ya mapato yanayopatikana kwenye afya. Ndio ujue sasa hapa we have a lot of money. Kwa ndani ya afya kuna maumivu, kuna hofu, kuna aibu na tamaa na mabadiliko, na ndio maana pesa ni nyingi hapa. Umeona? Sasa step ya kwanza, usiseme afya tu, yani usigeneralize. Kuwa specialist, umeona? Kwa hiyo chagua tatizo moja na kundi moja ulitarget. Umeona? Sasa kuna sub niches ambazo zinalipa zaidi. Kwa mfano, zipo 3 kwenye afya. Zipo 3 kama sio 4. Ya kwanza ni nguvu za kiume. Wanaume wana changamoto nyingi sana. Na kwa nini? Kwa sababu hapa kuna hofu, kuna aibu na kuna watu ni soko linalogusa emotional zaidi. Lakini pia kuna changamoto za uzazi kwa wanawake, you have to make a lot of money, watu wanatengeneza pesa kwenye mambo ya afya. Umeona? Na kwenyewe unaweza ukaspecialize zaidi. Kuna utumba, maana yake uzito, hapa ni weight loss. Watu kitu kinawakela kwa sababu ya uzito, ana tumbo kubwa na nini na vitu kama hivyo. Vitambi. Kwa hapa you can make a lot of money guys. Yani I know kuna watu ambao they are making millions of money kwenye haya masoko. Kuna kisukari, mambo ya pressure na vitu kama hivyo. You can make a lot of money. Hao ndo masoko ambayo yako proven kufanya kazi ndani ya research ambazo zimekwisha kufanyika. Sasa make sure unapima niche yako, nguvu ya niche yako. Sasa lazima ujiulize maswali matatu. Jiulize kwamba je, tatizo linaumiza kila siku? Kama una bidhaa guys ambayo mtu sio lazima kufanya maamuzi kununua, maana yake kutengeneza pesa wewe itakuwa ni kiwango kidogo sana. Make sure soko lako lina maumivu, lina uhitaji wa lazima. Mtu atalipia ili aondokane na aibu na fedha anayoipata. Umeona? That how you can make money. Kama ukijibu ndio mara 2 au mara 3, hiyo ndio niche inayolipa. Ndakiwa ingie huko. Hatua ya 3, mfano halisi, labda nguvu za kiume, sina nguvu zimeshuka. Umeona? Maana yake hisia hapa, tatizo ni hilo. Hisia zake ni aibu, hofu ya kudharauliwa, kusalitiwa na mpenzi wake, kuvunjika kwa heshima yake ndani. Yaani amnaga aibu kama wanaume unapata changamoto kama hii ya kufeli kitandani. Lakini sio hivyo tu, kuna wanawake pia ambao wanakuwa na changamoto za uzazi, na harufu mbaya, anashindwa kuwa confidence mbele ya wanawake wenzake, hata mbele ya mpenzi wake. Kwa maana yake ni kwamba hapa mtu hatajadili bei kijana, yani yuko very stressed, yani anachotaka yeye ni suluhisho la haraka mno. Hata kama unauza bei gani kiasi gani, people they will invest. Haya, moduli ya 6 hapa ni jinsi ya kutengeneza content guys, na hapa ndo uchawi ulipo. Yani lazima uwe na mfumo ambao uko dhabiti. Najua kuna watu ambao tuna biashara hapa tayari na tumetengeneza brand lakini hatupati mauzo. Kwa nini? Kwa sababu ya mfumo unaotumia kutengeneza maudhui kulingana na soko ulilochagua. Kwa maana yake kuna formula hapa nimeelezea kwa kifupi sana. Kwenye program zangu za kulipia au za kujiunga kwenye biashara ambayo naifanya, nimeelezea na nafundisha hizi step by step, hatua kwa hatua. Sasa kitu cha kwanza unajenga trust. Ukishajenga trust, watu wataanza kuku-DM, kukutumia ujumbe. Ndio maana hata wewe ulishawishika kunicheki mimi. Kwa nini? Au kuingia kwenye akaunti yangu kwa sababu ni uliona some of trust kwamba huyu jamaa anaweza akanisaidia. Sasa ukishafanya watu wako kuamini, wakakupenda, na mauzo atakuja mwenyewe tu. You will make a lot of sales. Sasa content formula hii ni lazima. Inakuwa na part 3. Part ya kwanza lazima uanze na huku. Huku maana yake nitafundisha ni ile ndoano ya kumnasa mtu baada ya kuona tangazo lako. Umeona? Yes, lakini pia kuna elimu, lazima give value, utoe elimu kidogo. Umeona? Nini unachokifanya? Alafu baada hapo na give CTA. Mfano, huku kama unafanya hiki kila siku, hiyo ni huku. Kinaua nguvu zako za kiume. Kama unafanya makosa 5, utaendelea kuwa maskini milele. Hiyo ni mifano. Umeona? Au jinsi ya kuondokana na umaskini, au jinsi ya kutengeneza milioni 3 online bila kuasili kazi yako. Hiyo ni huku ambayo inamnasa mtu, kwa sababu kila mtu huku inaweza ikawa inamtamanisha au inazungumzia maumivu au inamwahidi au inamuuliza swali. Are we together? Elimu una give point moja stress, yani just sekunde 30 whatever. Alafu unaweka CTA, labda DM afya kama una deal na afya. Sasa namna ya kudesign hizi content guys, kuna
kuna tools muhimu sana, inatakiwa uandike hizi, zitakusaidia. Yani this is very powerful. Umeona? Sasa I want to show something here. Nikija kwenye this is my account, umeona? Yes, nazungumzia unaweza ukatengeneza content ambazo ni faceless. Kuna faceless content na kuna face content. Like you see, this is my content whatever. Umeona, I make millions of money kupitia hii account. So ukiangalia mfano hii hapa, hii ni tangazo ambalo nimedesign mwenyewe. Na wewe nitakufundisha pia. Amazing, ni vibaya mno, Christmas special offer, nimemake millions of money kupitia hii tangazo. Umeona? Yes. Sasa tools ya kwanza hii inaitwa Canva. Ingia Play Store au App Store, alafu design. Sasa huku unatumia kutengeneza poster kama nilivyokuonesha, kutengeneza quotes, kutengeneza slides. Mfano wa post unaandika labda makosa matatu yanayoua afya ya wanaume baada ya miaka 30. This amazing. Mtu lazima asome. So Canva unakuwa na application like this. Ukiingia hapa you will see this is what I designed every single day. Umeona, hii ni Canva hii. Huku una design, huku kuna template, kuna kila kitu. Kwa make sure una download. Hiyo imeisha. Tools ya pili ni Pinterest. Sasa huku unapata idea hatua mbalimbali na inaonekana hivi Pinterest. This is amazing. Huku unapata idea kwa vitu, kila kitu kipo wazi. Ni wewe tu namna gani ambavyo you can make millions of money. Umeona, kuna hizi idea mfano kama hizi clone skin juice ingredient. Umeona, this is amazing. Kwa maana yake unachokifanya unaingia hapa, una download hii image. Umeona? I will show you step by step, yani kwa vitendo, kwa kufanya na namna ya kusearch. Ukisha download unakuja zako let's say Canva hapa, alafu una design wewe unavyotaka. Unaweza kaja labda Instagram post hapa, umeona? Yeah, so you make bingo like this. Yeah, something like this. Kwa hiyo you can replace ile ambayo tayari imeshaingia huko, unaweza replace hapo, alafu hapo unaweza ukadesign wewe unavyotaka, ukaweka namba na kadhalika. Umeona? Yes, kwa hiyo vitu ni rahisi tu. Yeah, kwa hiyo make sure una download hiyo hapo kwa ajili ya idea. Tools ya tatu hii inaitwa CapCut. Sasa hii ni special kwa ajili ya kuedit video na kadhalika. Lakini mtata zaidi guys, huyu ndo ubongo wa content, inaitwa ChatGPT. Ni moja kati ya AI ambayo inafanya kazi nzuri sana. Sasa kikubwa ni namna ya kuitreat. Watu wengi wanashindwa kuifanyia kazi hii kwa sababu hawajui. Sasa chukulia mfano, lazima uwe na prompt ambayo umeiandaa, alafu ndo na mguide ChatGPT. Kwa mfano, labda mimi na prompt yangu hii hapa, nimwambia andika release ya sekunde 3, sekunde 30 kuhusu tatizo la nguvu za kiume miaka 30 mpaka 40. Tumia huku kali elimu point 1 na CTA ya DM. Andika kwa Kiswahili rahisi, si ya matangazo. Umeona guys, huku sio kwa ajili ya kutangaza, ni kwa ajili ya kuteka attention ya watu. Sasa nakuja zangu Chrome hapa kwa sababu I have this website ya ChatGPT. Let's show you here, you can see what I'm going to design hapa. Umeona, itafunguka hapo. Sasa make sure hii ChatGPT na application na kuna link na kadhalika. Sasa nikija hapa mimi na paste tu ile prompt ambayo ninayo. I will wait a little bit, alafu na submit hapa pa. Ngoja tuone kitu kinachoenda kudesigniwa hapa. Utapenda. Unaona? Yeah, naona inachelewa, vitu vilikuwa ni vingi. Yeah, just wait. Ngoja tusubiria hapa. A retro beat. Kazila naona ina load. Anyway, ngoja tuendelee na pati zingine. Sasa tutakuja kuangalia. Sasa ChatGPT inakupa script, inakupa hook, inakupa caption. Wewe una rekodi, una posti, unajibu DM za wateja wako na una make pesa bila kutumia nguvu yoyote guys. Sasa yeah, tutaona huko. Na hitimisho kabisa guys, la hii free masterclass ya dakika 5. Mafanikio Instagram hayaji kwa kubahatisha wala kuiga mtu mwingine. Ni lazima uwe na nichi sahihi, uwe na soko sahihi.
lakini pia uwe na content rahisi ambazo zinaenda direct kwa mlengo wako. Kama unafanya biashara, si una posti nguo, si simu, si nini, na uuzi accessory na kadhalika, hizo ni biashara ambazo au bidhaa unazofanya, maana yake ni kwamba sio za lazima, hazina maumivu, hazina hofu, lakini pia mfumo sahihi wa mauzo, na hapa ndo uchao yupo. Unaweza ukawa na brand na watu wengi, lakini kama huna mfumo wa kuwabadilisha wale followers ni ngumu. Na guys, ngoja niwaambie, yani hapa uhitaji kuwa na followers wengi sana ili uanze kutengeneza hela. Unachotakiwa ni kutarget watu sahihi tu, hata kama una watu wachache. Umeona? Na kuna principle mbili za kutengeneza pesa ambazo kama una biashara au ukishaingia kwenye biashara nitakufundisha, ambayo inaitwa, kuna free traffic pamoja na paid traffic. Guys, kuna vijana wadogo ambao are inspired, they are making money mpaka na furahia guys. Sasa na I hope umejifunza vitu vingi kwenye hii free masterclass ya muda mchache, ambayo pia unaweza ukaenda kufanyia kazi na matokeo ukapata. Saa tu inayofuata ni ipi? Nisikilize kwa makini. Kama umesikiliza mafunzo haya mpaka hapa, basi tayari utakuwa na uelewa kuhusiana na mfumo unavyofanya kazi kutengeneza pesa online, nini unatakiwa ufanye. Maana yake kwa kuanza na kubadilisha mtizamo wako, kuweza kuchagua soko, alafu kufunza content, alafu kujua namna ya kuuza. Kwenye kuuza sijaelezea zaidi kwa sababu hiyo ni elimu pana sana, namna ya kuwapata wateja. Hapa nataka tu kwa watu ambao tunaanza, yani hatuna chochote, maana yake ujue nini cha kufanya. Kikubwa, fungua account, iseti vizuri, weka professional yako account yako vizuri, fungua account mpya. Ukishamaliza screenshot alafu tuma kwenye group hapo, nitaona ili nikukague. Sasa ukweli uchungu ni kwamba maarifa pekee hayawezi kukupa pesa guys, hayawezi kutupa hela. Umeona? Hayawezi akakufanya wewe ufike malengo yako, lakini utekelezaji sahihi ndio unaweza kukupa hela. Maanake action, vitendo. Sasa na hii ndio sababu pekee ya mimi kuweza kuanzisha hii program ambayo inaitwa one on one program mentorship. One on one program mentorship. Umeona? Ambayo maana yake unashikwa mkono na mimi hatua kwa hatua, yani kila step unayopiga tunafanya kwa pamoja, na maana yake tunajipa challenge ya ndani ya siku 30 tuwe tumetengeneza at least 1 million. Kama unaanza at least 1 million, kama ambapo tayari una idea na mtandao at least 3 million kwenda juu. Sasa ndani ya wiki moja, yani hapa utajifunza nini ndani ya hizi siku 30. Maana yake ni step by step. Wiki ya kwanza maana yake ni setup kamili, maana yake ni foundation, kufungua na kuset account yako ya Zoom pages ya Instagram ukiwa na mimi kwa mwongozo zaidi, kuchagua niche sahihi. Afya, kwenye afya guys, mimi niko kwenye afya. Oh, don't compromise. Namna ya kuchagua niche sahihi kwenye afya, na kuandika bio, jina, kujiposition ambayo done for you, yani imeshafanywa kazi, wewe ni kukopi na kupaste. Do you understand? Makosa ya kuepuka kabla ya kuanza. Moja kati ya vijana wengi tunakosea, kuna vitu vya kujifunza. Na mwisho wa wiki hii maana akaunti yako itakuwa tayari kwa ajili ya kuanza kufanya kazi. Umeona? Wiki ya tatu maana yake tunaanza kutengeneza content za kuleta DM, maana yake ni traffic na kuanza kuingiza kwenye sales mechanism. Sasa hapa nitakupa content framework ya kwangu inayofanya kazi. Guys, I give you, manake una copy na kupaste wote kile ambacho kinafanya kazi. Na jinsi ya kutengeneza reels au posters kwa Canva pamoja na CapCut kwa kutumia ChatGPT prompt ambazo tayari zinakuwa ziko created. Na then script au prompt ambazo tayari ready made, yani zimeshatengenezwa yani tayari wewe ni kucopy na paste, unafanyia kazi kila ambacho kinafanya kazi kwangu. Na ratiba ya kupost daily action plan, unatakiwa posti saa ngapi na kwa nini, na kabla hujaposti unatakiwa ufanye nini kwenye account yako. Maana yake nitakufundisha hivi vyote. Mwisho wa wiki ya pili maana yake unaanza kupata views, DM za watu sahihi. Na mwisho, baada hapo tunaingia wiki ya tatu, ambao sasa hii itakuwa ni sales mechanism, ambayo ni kubadilisha DM za watu, wateja wa watu, comment za watu kuwa money, kuwa pesa. Sasa hii inaitwa sales mechanism, making money system. Sasa hapa nitakufundisha DM flow ya mauzo, ambayo una chat na mtu wako, unaongea, unafanya message na mtu ya mauzo bila kukataliwa au kuonekana wewe tapeli mtandaoni. Moja kati ya challenge kubwa ya watu wanashindwa kufanya biashara mtandaoni ni kwa sababu ya utapeli, na hii ni lili kabisa. Kwa hiyo kama hujatengeneza mazingira ya kumfanya mtu akuamini, ni ngumu kumuuzia.
Lakini pia maneno ya kusema, una copy na kupaste, inatakiwa useme nini unapoongea na mteja mwanzo mpaka mwisho. Unakuwa unajua naongea hiki naongea hiki. Guys, lazima utoboe. Jinsi ya kuwasoma wateja sahihi na wasio sahihi, yani makapi. Yani kuna watu ambao ni makapi. Ndani ya dakika 3 tu baada ya kuanza kuongea na mteja wako utakuwa ushajua huyu sio mteja sahihi na huyu ni mteja sahihi. Na point nyingine, kufungua mauzo ya kwa heshima zaidi. Yani kufunga mauzo kwa heshima with confidence kubwa. Yani kibabe na kiprofessional zaidi. Mwisho wa wiki ya 3 maana yake unaelewa jinsi ya kufunga mauzo mwenyewe mtandaoni. Na wiki ya 4 sasa tuna scale. Hii inaitwa targeting ya kufikia milioni 3 plus kwa mwezi. Sasa kuweka target ya kila siku, hesabu za mauzo, hii ni namba, lakini jinsi ya kurudia mfumo consistency ili kuweza kudouble na kuduplicate, ku make a lot of money. Maana yake hapa ni maswali na majibu ambayo ni ya kurekebisha makosa yako ambayo umeyafanya katika hizo wiki 3. Lengo la siku 30 ni kwanza au kuwa karibu kufikia milioni 3 na zaidi kupitia Instagram. Umeona? Kwa hiyo sasa nitakuwa mentor wako binafsi, nitakurekebishia makosa yako yote, nitakupa direction ya kila hatua step by step, na hautofanya peke yako, maana yako utakuwa na mimi. Hii si kozi ya kutazama, ni mpango wa kufanya kazi ambao tayari mimi unaniingizia pesa na nafanyia kazi. Na hii si biashara, hii biashara si kwako wewe ambaye you have to know. Kama utaki kuchukua hatua, kama utaki kuingiza milioni 3 kwa mwezi au milioni 1 na zaidi kila mwezi, hii sio kwa ajili yako. Kama unatafuta pesa ya miujiza ya haraka haraka pasipo vitendo, hii sio kwa ajili yako guys. Hii biashara sio kwa ajili yako. Kama utaki kufuata maelekezo, hii sio ya kwako. Kwa nataka mtu ambaye yuko very serious, anataka matokeo ya kweli na ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo sasa, kama uko very interested, unataka kujua aina ya biashara ambayo mimi naifanya, na wewe utakopi na kupesti, comment au nitumie ujumbe neno niko tayari kwenda namba yangu hiyo hapo ya WhatsApp ambayo ni 0550295226. Then nitakupa mwongozo, nitaona kama unaweza kuqualify kuweza kuingia kwenye programu yangu ya biashara. Kama ufai pia nitakupa ushauri nini cha kufanya au uendelee kujifunza. Nitakupa vitu ambavyo ni vya bure, uendelee kujifunza. I hope guys umeelewa na umejifunza vitu vingi kwenye masterclass hii kwa siku ya leo. Thank you so much kwa kunisikiliza na nikutakie kila laheri. Make sure unafanyia kazi kila ambacho nimefundisha, na kitu ambacho ningependa zaidi, make sure una share kwenye group nini ambacho umejifunza. Na kingine, kila ambacho utaenda kufanyia kazi kuhusiana na Instagram account yako, kisha design na nini, post kwenye group, alafu nitaangalia account yako, nitakusahisha. Thank you guys, see you, take care.